Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Nina kila sababu ya kumshukuru tena Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni jambo la kumuinua Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu si kwa nguvu zetu, si kwa maarifa yetu, si kwa uweza wetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa wakati huu nikuletee ujumbe wa neno la Bwana, na wewe unayetutazama kwa njia ya Facebook, Instagram, YouTube na TikTok na WhatsApp pia. Ni baada ya Jumanne ambayo tunajifunza kwa habari ya Bible study. Na Mungu wa mbingu na nchi kupe neema tuweze kujifunza pamoja. Na kama unaandika, andika kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe ndani yako. Kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni nini hapa duniani? Mapenzi ya Mungu ni wokovu, ni kutuokoa ama kumuokoa mwanadamu. Kwa hiyo kusudi moja tu la Mungu juu ya maisha ya wanadamu ni kuwaokoa ama ni kuokoa. Kwa hiyo basi tuanze tuone kitabu cha Mathayo ile sura ya 6 na mstari kuanzia wa 9 na wa 10. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 kuanzia mstari wa 9 na wa 10. Neno la Kristo linaandika, anasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuone ama kwa nini kichwa cha somo kinasema kwamba kubali mapenzi ya Mungu yatimizwe ndani yako. Ili Mungu aweze kuyatimiza mapenzi yake hapa duniani, anatimiza kwa sisi wanadamu. Anakaa ndani yetu sisi wanadamu ili aweze kutimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ambavyo tuliona alimtuma mwanae wa pekee. Anasema kwamba neno lilifanyika mwili akakaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Ili kupitia Yesu Kristo atimize mapenzi yake ya kuokoa wanadamu. Atimize mapenzi yake ya wokovu ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi tutaangalia na tuone ni kwa nini lazima akae kwetu ndipo atimize mapenzi yake hapa duniani. Kwa nini ni lazima akae kwetu ili aweze kutimiza mapenzi yake hapa duniani? Tutaangalia mifano ya watumishi kadha wa kadha ambao Mungu aliketi ndani yao akatimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze tumtazame mtumishi wa Mungu Musa kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 kuanzia mstari ule wa 7. Mtumishi wa Mungu Musa, kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 7. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaandika, inasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia, anasema, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Mstari wa 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri,
niwapandishe kutoka nchi ile hadi nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo wa Misri wanawatesa. Mstari wa 10, angalia. Anasema, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ili yatimizwe kwa habari ya ahadi aliyomwahidi Ibrahim kuwatoa wana wa Israeli Misri, ama kuwapeleka utumwani, alafu baada ya miaka 400 kuwarudisha. Bwana Yesu asifiwe. Ilipofika ama ilipowadia wakati, akamtafuta mtu ambaye ataketi ndani yake ili aweze kutimiza mapenzi yake yaliyo yale ambayo ameyakusudia kwa habari ya ahadi aliyoahidi kwa Ibrahim. Akamwahidi Ibrahim kwamba ujue hakika ya kwamba uzao wako utakwenda utumwani kwa miaka 400. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba Musa anaambiwa na Mungu kwamba nitakutuma kwa Farao. Sasa tunaona Mungu anasema mstari wa 7 kwamba nimesikia kilio cha watu wangu Israeli walioko Misri, nami nimeshuka kuwaokoa. Lakini tunaona anamtafuta mtu ambaye anakaa ndani yake ili atimize mapenzi yake. Kwa hiyo anamwambia Musa, na kutuma wewe kwa Farao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kwamba Musa, utasoma ile sura ya 4, utaona Musa anakataa, ama Musa anaogopa. Anamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Mimi ni nani hata niende nikawatoe wana wa Israeli? Mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anamwambia, anaanza kusema na Musa mpaka Musa akubali. Maana Mungu ameshamchagua Musa kwamba ndio atamtumia, ndio atakaa ili aweze kwenda kuyatimiza mapenzi yake, ili aweze kwenda kuyatimia ile makusudi aliyoyakusudia kule Misri ama kwa Farao. Kwa hiyo alilazimika Musa akubali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona kwamba ili mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani, inatimizwa kwetu sisi wanadamu. Inatimizwa kwetu sisi wanadamu. Tunapokubali kutumiwa na Mungu, ama tunapokubali Mungu akae ndani yetu, ni kama tunakubali ili Mungu ayatimize mapenzi yake. Kama Mungu amekusudia kutimiza mapenzi yake kwa familia ya kwenu ama kwa nyumba ya kwenu, na akakuchagua wewe ili aweze kutimiza mapenzi yake, lazima akae ndani yako ili aweze kuyafanya yale aliyoyakusudia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Musa hapa anapokataa, Mungu anazidi kusema naye na kumsisitiza. Anamwambia, mimi ni mtu mwenye midomo mizito, manake siwezi kusema. Anamwambia, angalia nani anafanya kinywa cha mwanadamu. Manake wewe nenda, nitakuwa pamoja na wewe. Mimi nitakuwa pamoja na maana kusudi langu mimi natamani kwenda kufanya wokovu kwa watu wangu, lakini nataka nikutume wewe, nikae ndani yako, wewe ndio ukaseme. Lakini ukifika kule Farao akikutazama wewe atakuogopa ama atakuona kama Mungu, maana nitasema ndani yako. Kwa hiyo ili Mungu atimize mapenzi yake kwenye maisha yako, ama kwenye maisha ya ndugu zako, ama kwenye maisha ya familia, lazima kwanza atokee atakayekubali. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake wakikataa ama wakipingana, ni kama vile wanamzuia Mungu kutimiza ama Mungu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mstari kwenye sura ya 4. Hapo tusitoke hapo. Sura ya 4 tuangalie mstari ule wa 10. Kutoka sura ya 4 mstari wa 10. Nataka tuone hapa namna ambavyo unaweza ukawa unakataa, unaweza ukawa na maswali kama huyu mtu, ama unaweza ukawa na upinzani kama huyu Musa. Lakini nataka nikwambie hivi, Mungu akishataka kufanya jambo lake na anataka kukutumia wewe, angalia, unapokataa ni kama vile unakataa ili Mungu asitimize hayo mapenzi yake, ama asitimize hayo makusudi ambayo anataka kutimiza. Bwana Yesu asifiwe.
Angalia mstari wa 10, Biblia inaandika inasema hivi. Anasema Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako. Anasema maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, ni nani aliyefanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi au mwenye kuona au kuwa kipofu? Si mimi Bwana? Basi sasa nena nami, nitakuwa pamoja na kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anazidi kusema naye. Mungu anazidi kumtengenezea Musa ujasiri ili akubali kwenda, ili Mungu akafanye. Maana amwambie nenda ukaokoe, nenda kawatoe. Maana mimi ndani yako, mimi Mungu ndani yako nitaenda kufanya wokovu. Mimi Mungu ndani yako Musa nitaenda kufanya wokovu. Nitaenda kuwaokoa watu wangu. Nitaenda kuwasaidia watu wangu wanaoonewa, wanaoteseka. Nitaenda kuwapandisha. Angalia mstari wa 13, Musa anasema. Angalia Musa akasema hivi. Akasema, Bwana nakuomba, tuma kwa mkono wako, kwa mkono wake huyo utakayemtuma. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Asa anamwambia, mimi siendi, wewe mtume mtu mwingine. Asa tunaona Mungu anakasirika. Kwa nini Mungu anakasirika? Anakasirika kwa sababu ni kama vile huyu mtu anamzuia asiende kuokoa watu. Ni kama vile huyu mtu anamzuia Mungu asiende kuwa sababu ya wokovu kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo na wewe mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anataka kukutumia. Anataka kukutumia kwa ajili ya kusaidia watu, kwa ajili ya kuokoa watu, kwa ajili ya kusema na watu. Alafu unakataa. Unapingana na hiyo sauti, ama unapingana na hayo maono. Ni kama vile unampinga Mungu ama unamzuia Mungu asiweze kutimiza kile ambacho Mungu amekusudia kutimiza. Kama kusudi la Mungu ni kuja kuokoa, ndio maana akasema ni mtume nani ulimwenguni? Kristo akasema nitume mimi. Ina maana angetokea wangekataa wote, ni kama vile bado wokovu usingekuwepo. Maana ni kama vile Mungu anataka kutimiza mapenzi yake ya wokovu, kuokoa watu. Lakini kama Kristo angekataa, hata angekataa kupitia msalabani, ni kama vile anakataa mapenzi ya Mungu yasitimizwe kwa wanadamu, wasiokolewe wanadamu, wasiokolewe watu, ama asitimizwe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndivyo ambavyo Mungu anavyofanya wokovu mahali yoyote, kwenye ukoo wote, kwenye familia yote, kwenye taifa lolote. Lazima watokee watakaosimama, watakaokubali Mungu akae ndani yao, ama Mungu aingie ndani yao, ili Mungu aweze kufanya, ili Mungu aweze kuokoa. Haijalishi kwamba watu wanaomba toba ya mkini maarifa, lakini Mungu anataka ni nani atakayekubali nikae ndani yake, ili mimi nifanye. Nianze kumpa msukumo wa kuomba, nianze kumpa msukumo wa kutubu kwa ajili ya mtu, ama kwa ajili ya watu, ama kwa ajili ya eneo. Nimpe msukumo wa kuomba kwa ajili ya, lazima Mungu akae ndani ya mtu. Ndio maana tunaona anasema hivi kwenye kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 22. Ezekieli sura ya 22. Ezekieli sura ya 22. Tuone mstari wa 30. Ezekieli 22 na mstari wa 30. Lo, Kristo anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza